Mtazamaji wangu, niko katika eneo hili bado la Bunju A ama Bunju shule. Hapa leo nimekutana na mdau mwingine huyu bwana. Aisee, kwa majina unaitwa nani? Naitwa Freedom March Mwakitalo. Wewe Freedom March Mwakitalo. Naomba uniambie eneo hili na utupaji wa taka. Vipi hii hali nyinyi kama majirani? Mnaizungumziaje? Hii hali kweli ni mbaya kwa sababu hiyo ni kosa kutupa kama haya mapempasi, ni hatari kwa afya yetu sisi wenyewe. Tunaopita hapa tukikanyaga tunapata magonjwa. Kwa kweli ni hatari. Na kama ni hatari, kuna hatua zozote ambazo mmejaribu kuzichukua kuona kwamba taka hizi basi zinaondoshwa na kuwekwa mahali salama? Kwa kweli hapana. Ngoja labda pengine tukutane na wajumbe wa mtaa huu, tuwaite, tuongee, tujue tunafanyaje hiyo kitu kitoke mbele yetu sisi. Kwa hii jambo lina muda gani kwa uzoefu wako wewe? Ni muda kusema kweli, ni muda. Kwa sisi tunapita hapa hadi sometimes nashindaga hapa. Kweli hali sio nzuri, ni muda sio sasa hivi. Na unafikiri serikali nini ifanye ili kuhakikisha hizi takataka basi zinaondoka, lakini ili eneo lina miti mizuri imepandwa na ni miti mikubwa ya kimvuli, kila mtu angependa kae hapa. Nini maoni yako kuhusiana na haya mazingira ambayo ukiangalia ni kama bichi fulani hivi? Kwa ile eneo inatakiwa hapa pafanyiwe usafi, afu papigwe marufuku, tuweke ilani hapa kwamba hapa tuweke bango la faini hapa kwamba tukitupa takataka hapa inahitaji inatakiwa sheria zifuate. Mtu yote atakayetupa hapa takataka, kwa sababu hii ni hatari. Hii ni hatari. Ndugu yangu anasema kwamba kuwekwe na ilani hapa ya katazo, kwamba jamii katazwe kutupa hizo takataka. Hii fursa ya ukutaji wa taka kama zinatupwa sehemu sahihi, huoni kama zinaweza zikaongeza kipato kwa jamii yetu ambayo inatuzunguka? Ni sahihi, lakini chupa kwa kutupa sawa, lakini kama haya mauchafu ndio hatari, kwa sababu ni papempasi wanakunya watoto wadogo. Ukikanyaga kama hivi ni hatari. Chupa ni sawa, hata kitupa mtu anaokota watu. Ndio maana hapa hamna chupa hapa, kwa sababu watu wanaokota. Yalikopo machupa hivi watu wanaokota, na wanaokota hivi machupa ni vizuri, lakini haya mapempasi hawezi kuokota, ndio maana yapo hapa. Bwana Freedom anazungumza kwamba ni vema jamii ikashirikishwa na kuona wanatenga eneo hili kama sehemu nzuri ya kupumzika na kuweka ilani. Wito wako sasa kwa jamii, kwa sababu utupaji wa hivi wanatupa watu wazima ambao wanatupa takataka za watoto wao. Hebu zungumza sasa, jamii ifanye nini? Hapa jamii inatakiwa tu cha kufanya hapa, yeyote atakayetupa baba achukuliwe sheria, au la wenyewe waambiwe. Achukuliwe sheria ama la wenyewe waambiwe ili kuacha. Wa mtaa huu. Kwa sababu sio kwamba mtaa huu na mwingine anaweza katoka mbali akaja kutupa hapa, kwa sababu ashaona ni sehemu ya kutupa. Na uwepo wa vipindi kama hivi, darasa la mazingira kama hiki kipindi kinaitwa darasa la mazingira, unaamini kinaweza kikachochea jamii kuweza kupata ufahamu na kuacha tabia kama hizo kutupa taka ovyo? Sahihi, ndio, ni vizuri. Sahihi, hiyo inaweza kweli kasaidia, kwa sababu watu wakavoona hivyo wenyewe hawezi kufanya hivyo. Kwa sababu tayari kama hivi hapa ni vyema vizuri kwa kipindi kama hichi. Kwa kipindi kama hichi kama anavyosema ndugu yangu Freedom. Na sasa tumefika eneo hili na tumekuta uchafu mwingi, kumbe jamii inakeleka na ili eneo. Na ili eneo ni zuri na kimvuli kizuri kama unavyoona, miti mikubwa imepandwa na jamii, lakini kutunza hii miti imekuwa ni changamoto kubwa. Kwa hiyo jamii, wewe, mimi na kila mmoja ahusike kwenye kutunza haya mazingira kama ambavyo tumeyakuta, kwa sababu dunia yetu ni dunia salama na kila mtu anapaswa kuitunza. Tusipoitunza dunia, leo hii watoto wadogo wakija hapa wanakutana na uchafu pamoja na matakataka mengine ya hatari haifai. Kwa mimi na wewe tutengeneze mazingira na kuyalinda, tuweze kuilinda asili ambayo tumeikuta kama ambavyo Mwenyezi Mungu ametupa. Nikikutangazia kutoka eneo hili, mimi ni mtangazaji wako Moses Mwakibolwa. Asante.